Hapo zamani za kale, mwanaume mwenye pesa alikuwa akimtafuta mwanamke beautiful, mwanamke mrembo kwa kijiji ili akuje kuwa mke wake. Lakini miaka ikawa inabadilika, miaka ikasonga, mambo yakabadilika mazima. Kwa sasa mwanamke mrembo ndo anamtafuta mwanaume mwenye pesa ili akuje kumuoa. Hii inanifunza kitu gani? Inanifunza kwa wale vijana handsome ambao mnafikiria mtawamiliki mademu beautiful kwa sababu ya uzuri wenu. Ndugu zangu, wanawake wameshabadilika, wanawatafuta wanaume wenye hela, haijalishi kwamba ana muonekano gani. Kwa hivyo, kwa kukushauri kijana mwenzangu, ukiwa na ndoto ya kumiliki mwanamke mzuri, mwanamke mrembo, mwanamke ambaye anatisha, kazi ni moja: tafuta pesa. Ukizipata hautohangaika sana kumchumbia, sijui maneno marefu sana, nikilala na kuota. Hapana, hatajileta peke yake na atanyenyekea kabisa. Hivi ushagawahi kujiuliza kwa nini haujawahi kusikia mke wa tajiri kaenda kwao? Mke wa tajiri yani kahala kaamka tu, sijui nimechoka tabia zako, narudi nyumbani kwetu. Hautosikia. Lakini mke wa maskini, mme wake anapochelewa kurudi nyumbani, unasikia anaenda kwetu. Yani hauna kitu haujafanya kosa, lakini inaonekana kuwa kosa. Tatizo si wewe, tatizo ni umaskini. Unafanya kila kitu kionekane kuwa kigumu. Kwa hivyo tuspendi muda wetu kutafuta pesa ikiwa tunahitaji angalau kutokuwa na kelele nyingi nyumbani kwetu. Wengi ambao nasumbuka kwenye ndoa ni maskini. Wengi ambao nateseka sana na stress za mapenzi ni maskini. Umeona eh? Kwa hivyo tutafute pesa, kwa sababu ma beautiful girls wanahitaji care, wanahitaji sehemu ambako hawatoenda shamba, wanahitaji sehemu ambako watakuwa wanatumia simu, wanahitaji sehemu ambako watakuwa nashika video TikTok wanaposti. Sasa jiulize, ukimpata beautiful girl leo ambao unamtafuta, utaishi naye mwezi kabisa bado atakuwa iko beautiful? Kazi si kumpata beautiful, kazi ni kumfanya huyo beautiful aendelee kuwa beautiful kama alivyokuwa nyumbani kwao. Hii imeisha.